Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila aendelea na mikutano na watu mbalimbali mjini Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiingia wiki moja akiwa mjini Goma, Kivu Kaskazini, Rais mstaafu Joseph Kabila ameendelea kupokea na kuwasikiliza watu mbalimbali kuhusu swala la usalama na amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joseph Kabila aliwasili mjini Goma tangu Jumapili 25 Mei 2025 baada ya kufanya muda mrefu katika mataifa ya kusini mwa Afrika. Joseph Kabila alikutana na viongozi wa kijadi, wafanyabiashara, na leo Jumamosi amekutana na wakuu viongozi wa shule pamoja na wasomi kutoka university. Alitualika na adabu mbele ya mtu mkubwa kama rais wa zamani, iliacha tunakuya. Tulimsikiliza kwa sababu tunajua ya kwamba anaijua Kongo na shida za Kongo kutushinda. Ndio maana tulimsikiliza, hatukupinga naye ubishi, hatukufanya exchange. Alitupatia muda ili binyali tuambia tuweze kumletea sasa commentaires zetu. Kwa leo tulimsikiliza kwanza tu. Na kukutana na wanawake wakiwemo wafanyabiashara, mashirika ya kiraia, watetezi wa haki za binadamu, wanasiasa, wanavijiji. Liberata Buratwa ni mmoja wa waliokutana na Joseph Kabila. Mama Liberata, wewe ni mwanamke kutoka vijiji hasa Ruchuru. Kwa nini umekuja kukutana na Rais mstaafu Joseph Kabila? Asante bwana journalist kwa swali lako. Kwanza mimi ni Mama Liberata Rubumba Buratwa. Niko mwanamke wa vijijini na hapa nimerepresenter les femmes ambassadrices et médiatrices pour la paix des territoires. Tumekuja kuonana na Rais wa zamani Joseph Kabila kwa sababu tunateseka. Tuko na shida nyingi. Tulikimbia toka vijijini na mpaka leo ngali tunakimbia. Sasa tutakimbia mpaka lini? Mpaka wapi? Ndio maana tumekuja kumwambia kwamba sisi tunachoka. Ni muda sasa wa kutafuta amani. Ni muda wao kuikasa wakongomani wote tutafute amani. Na hasa ndani ile kikao musisahau mama. Tulisisitiza hiyo. Kwa maana wanaume peke yao wanafanya vita, lakini sisi wamama tunaleta amani. Sisi tunafanya amani. Tumeonyesha rais ya kwamba hao watoto wote wenye kuwa porini ni sisi tuliwazaa. Wenye kuwa mjini sisi tuliwazaa. Rais ni sisi tunamuzaa. Kwa sababu gani sasa sisi wamama ambao tuliwazaa tunaweza endelea kuteseka mpaka leo? Tulimweleza kwamba sisi tunataka amani, hakuna kitu ingine. Amani ndio tunataka, na wakati wa mazungumzo wasisahau mama ndani ya mazungumzo, kwa maana mama ndiye mshauri, mama ndiye ananongoneza mume wake ndani ya lisikio, na mama ndiye akaketi pamoja na wababa. Tunajua kama amani itakuja, kwa maana tutaweza kuambia watoto wetu wote watie silaha chini, wenye kwa mgini tujiunge sisi wote, ili Kongo yetu irudi Kongo ya zamani, isiende kugabulika vipande. Kongo njo Kongo ni moja na itabaki moja. Asante. Sasa rais aliwaambia nini? Rais naye tuliona kwamba hiyo ndio imuleta na tumefurahi sana. Anakuja kuangalia namna gani amani itarudi ndani ya Kongo, na ametuonyesha naye kama hakukuja kabula Kongo, na anapenda Kongo ibaki moja, ibaki tu Kongo. Nasi tumefurahi kwa jibu ya rais wa zamani na tunasema asante. Asante sana. Wanawake wameomba Rais mstaafu Joseph Kabila kujikita katika mchakato wa kutafuta amani na usalama. Sasa hivi natoka kukutana na
Na Rais mstaafu Joseph Kabila, nini mmezungumzia na kwa nini mmekuja kwake? Mbele ya yote mimi na represente ba mama yote ya hapa Goma, na tuko vikundi mbalimbali. Tulikuja kuona rais wetu wa zamani, tumusikie, na tumemsikia. Ametuzungumzia juu ya amani, ametugarantire juu ya amani, na natuambia atapria peye yenye atatulipa ni amani. Na nyinyi mumemuomba nini kifanyike kama wanawake ambao wamepitia matatizo muda mrefu? Kama wanawake wanapitia matatizo muda mrefu, tumelomba rais wetu wa zamani, tumemlomba amani, tumemlomba security, tumemwomba atusaidie mabanki zifunguliwe, tumemwomba wafanye dialogue mzuri na baba yetu rais. Asante sana. Majina za kwako? Naitwa Madame Bachu Tulinabo. Baadhi ya wanawake wakiomba amani na usalama ili warudi kwenye mashamba yao, na wale waliokimbia katika miji na vijiji mbalimbali kuhofia usalama wao, wakiomba Rais Felix Tshisekedi kukubali mazungumzo na rais mstaafu, kwani hawataki mgawanyiko wa taifa la Kongo na migogoro ya mara kwa mara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni taifa ambalo limebaki nyuma kimaendeleo, japo lina mali mengi, mali ambayo wananchi wake hawafaidiki hata kidogo, lakini wanasiasa wakijilimbikizia pesa na mali ya taifa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina ardhi nzuri, misitu pamoja na madini na maji. Oser Malvika, MTV1 Online.